Mimi kwenye masuala ya Biblia, huyu jamaa ni mtu wa Biblia sana. Wewe ni nani? Yaani nitumie lugha gani hapo? Mimi natumia Kiswahili. Yaani nitumie lugha gani kukutambulisha ni mtu wa Biblia au? Mimi mtumishi wa Mungu. Jamani, nimekutana na mtumishi wa Mungu hapa. Kuna swali gani lanitatiza sana kwenye Bible. Kwa hiyo nataka nimuulize hapa nimsikie kama atanijibu au sio? Sawa, uliza na kuhusu. Sasa hapo zamani za kale wanasema kwamba kulikuwa nani yule Adam na Eva, si ndio? Adam na Eva ndio wakazaa watoto na nani? Twende kwenye pointi yako. Kaini na nani? Na Abeli. Kwa hiyo jumla uko na watu wangapi? Wanne. Ndio nasemekana hivyo. Sasa inasemekana sijui nani, sijui Kaini, sijui Abeli alienda huko tena akazaa na mwanamke, si ndio? Alikuwa nani? Alienda kwa sijui hapa akazaa na mwanamke. Huko alikokwenda? Sina kumbukumbu naye. Sasa wewe kupitia. Yeye kupitia? Sasa mtu Mungu tena ujue aje kupitia tena. Yaani labda utambue leo, sawa. Sio kuwa mtumishi wa Mungu basi kila kitu naweza nikakijua. Sisi tumeelewana? Yawezekana kipengele hicho sijafika. Wewe si mmoja Biblia kabisa ndio. Sawa. Hujasoma moja Biblia kabisa. Yawezekana sijamaliza chote unachokieleza kitu kama hicho. Na mimi sitaki kuongeza au kupunguza. Kwa hiyo nikisema nidanganye nitakuwa nimekosana na Mwenyezi Mungu. Na kwenye Biblia mle kuna sehemu yani sijaona kama kuna mtu fulani labda alienda chooni na kwa mtu mmoja ambaye alienda chooni. Kitabu kizima agano hebu nijibu hilo swali. Kwamba kuna hapo anasema Mungu pamoja labda alitoka hapa akaenda kujisaidia msalani kwenda chooni. Na maana watu wa zamani kwenda chooni. Ni kwamba alikuwa anaenda lakini kiufupi ni kwamba sio kila kitu kiweza kuingia kwenye Biblia. Vile vya msingi ndio viliingia kwenye Biblia kwa ajili ya nini? Kwa kufanya hata ambao kujisoma Biblia. Ngoja kwanza. Kuna kitabu mwanzo kabisa pale kulikuwa Adamu na Eva. Adamu na Eva akamzaa sijui Kaini na Abeli, si ndio? Kulikuwa na watu wanne tu duniani au watu wanne sijui ni wapi huko, si ndio? Baada ya hapo Kaini sijui akaenda kukutana na mwanamke huko, mwanamke akazaa naye. Sasa wewe mwanamke ambaye ina maana kuna watu wengine wanaishi sehemu nyingine kwa sisi tulikuwa tujui. Sasa ile swali na kila siku mimi linanitatiza sielewi. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu leo naomba unijibu hapa ile swali limekaje? Inawezekana lipo na inawezekana labda umepitia ila mimi hapo sijapitia huyo mwanamke mwingine. Sijamprove kwenye Biblia. Kwa kaka wewe si mtumishi wa Mungu ile swali mwanzo kabisa mwanzo. Haina shida wewe bado utakuwepo. Pita baadaye nitakupa majibu sahihi. Wewe na maana wewe andiko kukutana nalo? Sijakutana nalo. Na hata kama nimeweza kulisoma lakini sikumbuki kwenye fungu gani. Wewe mtumishi wa Mungu wewe. Lazima tuambizane kwa nini kudanganye? Lakini Adamu na Eva unakumbuka walikuwepo? Wapo ndio, walikuwepo. Na Kaini na Abeli walikuwepo. Sasa Kaini mmoja kamuua mwenzie. Mmoja kamuua mwenzi yake. Kaini akatoka akaenda kuzaa na mtu. Kaenda huko kazaa mwingine. Huyo mtu ambaye ameenda kuzaa naye yule mtu anamtaka alikuwa ni nani? Ina maana kwa watu wengine walikuwa wanaishi nje ya dunia. Alikuwa ni nani sasa? Anasema kwamba huyo mtu sijaprove kwenye Biblia. Sitaki kuongeza nipunguzo. Sasa wewe huyu jamani mtumishi wa Mungu kile swali anashindwa kujibu. Hebu tuambie kwenye comment wewe mtu wa Mungu. Tutafsiria hapo kwenye comment. Sasa naye sasa wewe mtumishi afujui kitu.